Kila kitu mnachojua kuhusu kutibu maumivu ya viungo na misuli kwa kutumia moto ni uongo mtupu. Labda hawakuwahi kuwaambia haya katika shule za matibabu au kwenye zahanati zetu kwa sababu ya urasimu, lakini ukweli lazima usemwe waziwazi leo. Tafadhali, bonyeza kitufe cha kusubscribe na uweke like kwenye video hii sasa hivi. Fanya hivi tu ikiwa wewe ni miongoni mwa wale wanaojali afya zao kweli na wako tayari kusikia ukweli mchungu. Lakini kwanza, haya ndiyo mambo ambayo hamjawahi kusikia kutoka kwa daktari wenu, na hapa ndipo maagizo ya hospitali yanapokaa kimya kabisa. Wazee wangu, na wauliza kwa heshima lakini kwa msisitizo mkubwa, mbona mnachoma miili yenu kwa chuma moto au kisu moto mnapopata maumivu ya viungo? Mbona mnakataa dawa za maumivu mkiendeleza msemo wa kizamani kuwa moto huponya? Huu ni udanganyifu ambao unawagharimu maisha yenu. Kumbe mnapochukua kisu kilichowaka mekundu na kujichoma kwenye goti linalouma, hamtibu chochote. Badala yake, mnaharibu mishipa ya damu na neva za fahamu hadi sehemu hiyo inanyauka, inaoza na hatimaye mguu unakatwa kabisa. Andika hapo chini kwenye sehemu ya maoni. Je, daktari wako aliwahi kukuambia haya waziwazi bila kuficha, au alikuandikia tu dawa na kukuambia uende nyumbani? Siko hapa kuwapa majina yangu, vyeo vyangu au kujisifu. Mamlaka yangu inatokana na kile ninachokiona kila uchao katika wodi zetu. Naona matokeo ya imani hizi potofu ambazo zimeachwa ziendelee kwa sababu mfumo wetu wa afya umeshindwa kuwajali wazee. Madaktari wengi wamezidiwa na wagonjwa. Zahanati zetu zina foleni ndefu, wagonjwa wanakaa kwenye mabenchi magumu. Mzee anafika akiwa na maumivu makali, lakini badala ya daktari kukaa chini na kumwelewesha kwa kina nini kinaendelea ndani ya mwili wake, anapewa tu vidonge na kuambiwa aondoke haraka. Kwa sababu ya urasimu huu, wagonjwa wengi wanakosa imani na kurudi vijijini kutafuta matibabu ya moto. Mfumo hautaki mfahamu kuwa ukosefu wao wa muda ndio unawasukuma nyinyi kwenye mikono ya ujinga wa kujichoma. Subscribe wakati kituo hiki bado kinapatikana, kujiunga na jamii ya watu ambao hawakubaliani kibubusa na mfumo. Hebu tuangalie kwa undani nini hasa kinatokea mnapoweka chuma cha moto kwenye ngozi yenu dhaifu. Neva za fahamu ni kama nyaya za umeme zinazopeleka ujumbe wa maumivu kwenye ubongo wako. Mnapochoma ngozi kwa makusudi, mnaunguza na kukata hizi nyaya. Ndio maana mnasikia maumivu yamepotea kwa muda na kushangilia kuwa moto umeponya. Lakini huu ni udanganyifu wa mwili ulio hatari sana. Ugonjwa ulio ndani ya mfupa bado upo na unaendelea kutafuna viungo vyenu kimya kimya. Zaidi ya hayo, mmeua mishipa midogo ya damu inayoleta virutubisho. Bila mzunguko wa damu unaofaa, seli zinaanza kufa polepole. Kidonda cha moto hakiponi kwa sababu hakuna damu safi inayofika hapo. Bakteria wanaingia kwa urahisi, usaha unaanza kutunga, nyama inaoza na gangrini inaingia. Hapo ndipo daktari anawaambia kuwa njia pekee ya kuokoa maisha ni kukata mguu. Ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila kutambua madhara yake makubwa? Inasikitisha sana na kuvunja moyo kuona watoto wenu wakilia kwa uchungu wakiwaona nyinyi, wazee wao waliojenga familia hizi, mkiendeshwa kwenye kiti cha magurudumu kwa sababu ya ujinga huu. Heshima yenu inashuka mnapogeuka kuwa tegemezi kwa kila kitu, kwa sababu mlikataa ushauri na kuchagua kisu moto. Fikiria gharama za matibabu zinazofuata. Fikiria pesa nyingi zinazotumika kununua dawa kali za kuua vimelea, kulipia upasuaji wa kukata mguu na kununua kiti cha magurudumu. Hizi ni pesa ambazo mngeweza kuwaachia wajukuu wenu kama urithi, kusaidia kusomesha kizazi kijacho, lakini sasa zinatumika kulipia vitanda vya hospitali kwa makosa ambayo yangeweza kuzuilika. Bonyeza kiungo kilicho kwenye maelezo ya video hii na ujiandikishe kwa ushauri wa bure.
Kuna njia salama za asili za kudhibiti maumivu ya uzeeni bila kujikata. Badala ya moto, mbona msitumie viungo vyetu vya asili ambavyo vinapunguza uvimbe mwilini? Tangawizi mbichi, manjano, mdalasini na supu ya mifupa iliyochemshwa vizuri ina virutubisho vinavyosaidia kulainisha viungo kutoka ndani. Mfumo wa afya hauwezi kuwaambia mnywe chai ya manjano na tangawizi kwa sababu hawawezi kuuza hiyo kwenye duka la dawa. Ukisimamisha kitendo hiki cha kujichoma leo, mabadiliko makubwa yatatokea. Ndani ya miezi mitatu, hatari ya kupata vidonda vinavyooza inapungua kwa kiasi kikubwa. Ndani ya miezi 6, hali ya mzunguko wako wa damu inatengemaa, mishipa inaanza kupumua tena, na baada ya mwaka mmoja, viashiria vya afya yako vinaboreka kabisa, maumivu yanapungua na uhuru wako unalindwa. Nyinyi ndiyo nguzo ya jamii yetu. Hatutaki kuwaona mkiteseka kwa sababu ya mila ambazo zimepitwa na wakati na ambazo kisayansi zinawaangamiza. Msiwaachie watoto wenu mzigo wa kuwauguza kwa majeraha mliojitakia kwa mikono yenu wenyewe. Acheni kisu moto, linda neva zako na mishipa yako ya damu ili uzeeke kwa heshima. Kiongo kilicho kwenye maelezo kinakupeleka kupata ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi. Kila kitu ambacho umekuwa ukiamini kuhusu kutibu maumivu ya viungo, mgongo na misuli ni uongo mtupu. Zile mbinu za zamani mlizorithi kwa mababu zetu zinawaua polepole bila ninyi kujua. Tafadhali, jiunge na chaneli hii na uweke alama ya kupenda video hii. Fanya hivi tu ikiwa kweli unajali afya yako na unataka kuishi maisha marefu bila mateso. Lakini kwanza, kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako na kile ambacho maelekezo ya hospitali huficha. Wazazi wangu wa Kenya, mnakataa dawa za maumivu mnazopewa zahanati na hospitalini mkishikilia msemo wa kizamani kuwa moto huponya. Mnachukua chuma moto au kisu kilichochemshwa kwenye jiko la makaa na kujichoma moja kwa moja kwenye ngozi mnaposikia maumivu makali. Hospitali zetu na zahanati zetu haziwaambii ukweli huu mchungu kwa sababu ya urasimu na foleni ndefu. Madaktari wamezidiwa na wagonjwa. Hawana muda wa kukaa na kumwelewesha mzee kwa nini kitendo hiki cha kujichoma ni sawa na kujiua polepole. Wanakupa tu tembe za kumeza na kukuambia uende nyumbani bila kujali kama umeelewa au la. Hili ni pengo kubwa sana katika mfumo wetu wa afya ambalo linawagharimu viungo vyenu na uhuru wenu wa kutembea. Andika kwenye sehemu ya maoni. Daktari wako aliwahi kukuambia haya. Mfumo hautaki ujue kuwa unapotumia chuma moto kujitibu, unatengeneza bomu linalosubiri kulipuka ndani ya mwili wako. Hebu tuangalie kwa undani ukweli ambao umefichwa kwa miaka mingi sana. Unapobandika chuma moto au kisu chenye joto kali kwenye mguu unaouma, unahisi maumivu yameisha ghafla, sivyo? Lakini ukweli ulio wazi ni kwamba hujatibu tatizo lolote lile. Ulichofanya ni kuua mishipa ya damu na kuchoma neva nyeti zinazopeleka hisia za maumivu kwenye ubongo wako. Kwa sababu neva hizo zimekufa kabisa, husikii maumivu tena, nawe unadanganyika na kuamini kuwa umepona. Kumbe, umeharibu kabisa mfumo wa mawasiliano na usambazaji wa damu katika eneo hilo la mwili. Bila mzunguko mzuri wa damu, sehemu hiyo inakosa oksijeni muhimu na virutubisho. Seli zinaanza kufa polepole. Ngozi inanyauka, inabadilika rangi na kuwa nyeusi kama mkaa. Hapo ndipo kidonda kisichopona kinapoanza, kikifuatiwa na uozo unaojulikana kama gangrini. Hatimaye, sehemu hiyo inabidi ikatwe ili kuokoa maisha yako yasipotee. Umeifanya tabia hii kwa miaka mingapi bila kutambua madhara yake? Watoto wenu wanalia usiku na mchana wakiwaona ninyi, wazee wao mliokuwa na nguvu na heshima, mkiendeshwa kwenye kiti cha magurudumu kwa sababu ya ujinga na imani hizi potofu. Jiunge na chaneli hii sasa hivi
wakati fursa hii bado ipo. Jiunge na jamii ya watu ambao hawakubaliani na mfumo kibubusa na wanataka kujua ukweli unaokoa maisha yao ya baadaye. Mambo yanaweza kubadilika ukiacha tabia hii mara moja na kufuata sayansi sahihi ya mwili wako. Mfumo wetu unaweza kuwa na mapengo makubwa, lakini wewe una uwezo wa kuchukua udhibiti kamili wa afya yako. Bonyeza kiungo kilicho kwenye maelezo ya video hii na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Ukianza leo kutunza mwili wako kwa njia sahihi, ukiepuka kujichoma moto na kuanza kutumia njia salama za kupunguza maumivu, mambo yatakuwa tofauti. Unaweza kutumia masaji mepesi na kuboresha lishe yako kwa vyakula vyetu vya asili kama mboga za kienyeji, managu, terere, mchuzi wa mifupa na viungo kama tangawizi ambavyo hupunguza uvimbe mwilini kwa njia ya asili. Utaona mabadiliko makubwa sana. Ndani ya miezi 3 ya kuacha kujichoma, hatari ya vidonda kuoza inapungua kwa kiasi kikubwa sana. Baada ya miezi 6, hali yako inatengemaa vizuri na mzunguko wa damu unaanza kuimarika upya kwenye maeneo ambayo hayakuathirika sana hapo awali. Ndani ya mwaka mmoja, viashiria vyote vya afya yako vinakuwa bora zaidi, na utaweza kudhibiti maumivu bila kuharibu neva au kusababisha viungo kukatwa. Sipingi matumizi ya mitishamba salama, lakini kuchoma mwili ni uharibifu wa makusudi ambao haukubaliki. Hakuna muujiza wa kuponya magonjwa ya uzeeni mara moja, lakini uwezo wa kuyadhibiti upo. Hizi ni pesa za matibabu ambazo mngeweza kuwaachia wajukuu wenu, lakini sasa zinateketea kulipia upasuaji na magongo. Usikubali kuwa mwathirika wa mfumo ambao hauna muda wa kukuelewesha madhara ya vitendo vyako vya kila siku. Fikiria kwa makini kuhusu uhuru wako wa kesho. Uhuru wa kutembea kwenda kumsalimia jirani yako, uhuru wa kwenda shambani kutazama mazao yako, na uhuru wa kucheza na wajukuu wako nyumbani. Yote haya yanapotea ghafla pale unapoamua kuchukua kisu moto na kujichoma kwenye ngozi yako. Kuwa na umri mkubwa si tiketi ya kuteseka, na hakika si sababu ya kuharibu mwili wako kwa mikono yako mwenyewe. Maumivu ya viungo yanaweza kudhibitiwa kikamilifu kupitia ushauri sahihi wa kitabibu, mazoezi mepesi yanayoendana na umri wako, na lishe iliyo bora kabisa. Acha mfumo uendelee na urasimu wake, lakini wewe binafsi chukua hatua ya kujilinda kuanzia sasa. Pesa unazookoa kwa kuepuka upasuaji mgumu na kulazwa hospitalini kwa miezi kadhaa ni urithi tosha na wa thamani kwa familia yako. Wajukuu wako wanahitaji hekima yako na uwepo wako, hawahitaji kukuuguza kwa makosa uliyoyasababisha mwenyewe kwa kufuata imani potofu za moto huponya. Badilisha mwelekeo wako leo hii. Chukua hatua madhubuti ya kuilinda mishipa yako ya damu na neva zinazokupa uwezo wa kuhisi. Kiungo kilicho kwenye maelezo kinakupeleka kwenye ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi. Kila kitu mnachojua kuhusu kutibu maumivu ya mwili kwa kutumia njia za kitamaduni ni makosa matupu. Ndio, nimesema hivyo. Wazee wangu wa heshima nchini Kenya, mnakataa dawa za maumivu, mkilalamika kuwa zina madhara au ni kemikali. Kisha mnachukua chuma moto, kisu kilichopashwa kwenye jiko la makaa, au sarafu inayowaka na kujichoma kwenye viungo vinavyouma. Mnasema kwa kiburi kuwa moto huponya, lakini huu ndio ukweli mchungu ambao utawashangaza. Mnachoma na kuua neva zenu, mnaharibu mishipa ya damu moja kwa moja, na mwishowe sehemu hiyo inakosa damu, inanyauka na kukatwa. Watoto wenu wanalia usiku na mchana wakiwaona wazee wao, nguzo za familia, wakiendeshwa kwenye kiti cha magurudumu kwa sababu ya imani hizi potofu. Kabla sijaendelea kufichua ukweli huu mzito, weka alama ya kupenda na ujisajili. Hii ni kwa wale tu wanaojali afya zao. Lakini kwanza, kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako. Zahanati zetu nyingi na hospitali zinaepuka kuzungumzia hili waziwazi.
Kwa nini? Kwa sababu ya urasimu wa kimfumo na kukosa muda wa kuwaelimisha wagonjwa kwa kina. Wanaogopa kuingia kwenye mzozo na imani zenu za kitamaduni. Andika kwenye maoni, daktari wako aliwahi kukuambia haya. Hawawaambii kuwa maumivu mnayosikia ni kengele ya mwili kuonya kuwa kuna shida. Unapojichoma na chuma moto, unaua ile kengele. Husikii maumivu si kwa sababu umepona, bali kwa sababu umeua neva zinazopeleka taarifa kwenye ubongo. Umejilemaza mwenyewe huku ukidhani unajitibu. Mimi ni daktari ambaye nimesimama kwenye vyumba vya upasuaji na kushuhudia miguu yenu ikikatwa. Nimeshuhudia vidonda vilivyooza kwa sababu ya chuma moto, na sitawaficha ukweli hata kama utawaumiza vipi. Mfumo wa afya una mapungufu yake makubwa, ndiyo maana mnakimbilia njia hizi za mkato. Wanakupa tu tembe za kumeza bila kukueleza kwa kina jinsi ya kudhibiti uvimbe kwenye maungio. Hivyo unakata tamaa. Lakini suluhisho si kujichoma moto. Jisajili kwenye kituo hiki wakati bado inapatikana. Kumbuka kujisajili kujiunga na jamii ya watu wasioamini mfumo kibubusa, bali wanaotaka ukweli halisi kuhusu miili yao. Bonyeza kiungo kwenye maelezo ya video na ujisajili kwa ushauri wa bure. Ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila kutambua? Unapokunywa uji wa wimbi au mursik mtamu, unaupa mwili wako virutubisho asilia vinavyojenga mifupa na kuimarisha afya. Unapotumia tangawizi, unasaidia kupunguza uvimbe mwilini kwa njia salama. Lakini unapochukua moto na kuweka kwenye ngozi yako, unaharibu utando unaolinda mwili dhidi ya bakteria hatari. Kidonda kinapata maambukizi, na kwa sababu wengi wenu mna umri mkubwa, mzunguko wenu wa damu tayari ni dhaifu. Maambukizi hayo yanasambaa haraka hadi kwenye mfupa wako. Hapo ndipo daktari anakuambia hakuna jinsi, lazima mguu ukatwe ili kuokoa maisha yako. Mfumo wa afya unashindwa kuwafuatilia nyumbani ili kuzuia haya mapema, na nyinyi mnachukua jukumu la kujimaliza wenyewe kwa kisingizio cha mila. Sasa, hebu tuangalie ukweli wa mambo na jinsi tunavyoweza kubadilisha mwelekeo huu hatari kwa afya yako. Ukisimamisha tabia hii ya kujichoma mwili leo na kuanza kutumia mbinu sahihi za kudhibiti maumivu, mabadiliko chanya yataanza kuonekana haraka. Ndani ya miezi mitatu, hatari ya vidonda vyako kuoza inapungua kwa kiasi kikubwa sana na ngozi inaanza kujijenga upya. Ndani ya miezi 6, hali yako inatengemaa, mzunguko wa damu kwenye viungo vyako unalindwa, na neva ambazo hazikuharibiwa kabisa zinaanza kupata nafuu. Baada ya mwaka mmoja, viashiria vyako vya afya vinaimarika, uwezo wako wa kutembea unalindwa kikamilifu, na hatari ya wewe kuishia kwenye kiti cha magurudumu inatoweka kabisa. Fikiria gharama za upasuaji wa kukatwa mguu katika hospitali zetu. Fikiria gharama za kununua kiti cha magurudumu, kulipa watu wa kukutunza kila siku, na kununua dawa za bei ghali za kudhibiti maambukizi kwenye mfupa. Ukiepuka ujinga huu wa kujichoma moto, utaokoa pesa nyingi sana ambazo zingeteketea bila sababu za msingi. Hizi ni pesa ambazo ungeweza kuwaachia wajukuu wako kama urithi, pesa ambazo zingeweza kusomesha vitukuu vyako au kuwekeza kwenye miradi ya familia. Lakini badala yake, unaziteketeza hospitalini kwa sababu ya kisu cha moto ulichojichoma kwa mikono yako mwenyewe ukiamini potofu. Je, huu ndio urithi unaotaka kuwaachia watoto wako? Kuwa mzigo kwao wakati ungeweza kuepuka hili kabisa kwa kusikiliza ushauri sahihi? Ni lazima tuamke sasa hivi na kuachana na imani hizi zinazotuangamiza. Ikiwa una maumivu makali ya viungo, kuna njia mbadala na salama. Badala ya chuma moto, tumia kitambaa kisafi kilichochoviwa kwenye maji ya uvuguvugu na kukamuliwa vizuri, kisha uweke kwenye eneo linalouma kwa umakini. Hii inasaidia kufungua mishipa ya damu kwa usalama bila kuunguza ngozi au kuua neva zako muhimu. Kunywa supu ya mifupa iliyochemshwa vizuri na viungo asilia, tumia mimea kama mwarobaini,
kwa kiasi sahihi na kwa maelekezo ya wataalamu, na muhimu zaidi, usidharau ushauri wa wataalamu kuhusu jinsi ya kulinda maungio yako yasizidi kusagika. Usiruhusu urasimu wa hospitali ukufanye ukate tamaa na kurudi kwenye zama za giza za kujichoma moto. Mfumo wetu wa afya unaweza kuwa na mapungufu kadhaa, lakini mwili wako ni wako peke yako, na wewe ndiye mwenye jukumu la mwisho la kuulinda kutokana na uharibifu. Anapofanya maamuzi sahihi leo, unahakikisha kuwa uzee wako unakuwa wa heshima, amani na uhuru wa kutembea kwa miguu yako mwenyewe, badala ya kutegemea kusukumwa kwenye kiti cha magurudumu huku ukitegemea msaada kwa kila jambo. Chukua hatua sasa, kataa imani potofu zinazokuharibu na uilinde mishipa yako ya damu kama hazina kuu ya maisha yako. Kiungo kwenye maelezo kinaongoza kwa ushauri wa bure. Jisajili wakati nafasi bado zipo. Kila kitu mnachojua kuhusu kutibu maumivu ya viungo na kufa ganzi kwa mishipa ni uongo mtupu. Kama wewe ni mzee na unajali uhai wako, tafadhali bonyeza kitufe cha kupenda na ujiandikishe kwenye chaneli hii sasa hivi. Fanya hivi tu ikiwa unajali afya yako kweli na unataka kuishi kuona vitukuu vyako. Lakini kwanza, yale ambayo hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako, mambo ambayo yanafichwa nyuma ya milango ya kliniki zetu. Wazee wangu wa Kenya, hebu tuzungumze ukweli mchungu ambao unatafuna jamii yetu kila kukicha. Mbona mnachoma miili yenu kwa chuma moto au kisu moto mnapopata maumivu makali ya viungo? Mnakataa dawa za maumivu mlizoandikiwa na daktari mkasema moto huponya, mkiamini kwamba kuchoma ngozi kutatoa ugonjwa nje na kuleta nafuu ya haraka. Huu ni ujinga unaowagharimu maisha yenu. Ukweli ambao mfumo wetu wa afya hauna muda wa kuwaeleza kwa sababu ya foleni ndefu na urasimu hospitalini. Ni huu, ule moto hauponyi chochote. Badala yake, unaua mishipa yenu ya damu na kuharibu neva kabisa. Mnapochoma ngozi kwa makusudi, mnaunguza njia kuu zinazopeleka damu na oksijeni kwenye miguu na mikono yenu. Andika kwenye sehemu ya maoni, daktari wako aliwahi kukuambia haya. Madaktari wengi hawana muda wa kuwapa elimu hii, wanawaandikia tu dawa haraka haraka na kuwaambia mrudi nyumbani. Hii ndiyo sababu mnarudi kwenye mbinu za kizamani ambazo zinawateketeza na kuwaacha mkiwa walemavu. Mimi siwaambii haya ili kuwafurahisha, na waambia kwa sababu nimechoka kuona miguu ikinyauka na kukatwa. Unapochoma mguu wako kwa kisu moto, unaua neva zinazohisi maumivu. Unafikiri umepona kwa sababu husikii tena uchungu. Kumbe umeua kabisa mfumo wa mawasiliano wa mwili wako. Sehemu hiyo inakosa damu, inaanza kunyauka, inaoza, na mwishowe suluhisho pekee inakuwa msumeno wa daktari. Jiandikishe sasa hivi wakati ujumbe huu bado unapatikana, ili ujiunge na jamii ya watu ambao hawakubaliani tu na mfumo bila kuhoji, bali wanatafuta ukweli wa kuboresha afya zao. Ni jambo la kusikitisha sana kuona watoto wenu wakilia wakiwaona nyinyi wazee wao mkiendeshwa kwenye viti vya magurudumu kwa sababu ya maamuzi yenu ya kupuuza sayansi na kukumbatia imani potofu zinazoharibu maisha yenu. Bonyeza kiungo kilicho kwenye maelezo ya video hii na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Huu ni wakati wa kubadilika na kuchukua hatua. Mfumo wa matibabu una makosa yake. Wakati mwingine, dawa za kisasa zina madhara madogo na madaktari hawawaelekezi jinsi ya kukabiliana nayo kwa usahihi, hivyo mnaogopa na kuzitupa. Lakini dawa hizo zimewekwa ili kupunguza uvimbe na kulinda neva zenu zisiharibiwe zaidi na magonjwa yanayoambatana na uzee. Ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila kutambua madhara yake? Kila unapoweka chuma cha moto kwenye ngozi yako, unajisogeza karibu na kifo cha viungo vyako. Badala ya kujitesa na moto unaoleta majeraha, kwa nini msitumie njia salama na vyakula vyetu vya asili
vinavyopambana na uvimbe, tangawizi, manjano, machaichai na lishe bora kama uji wa wimbi. Vyote hivi vina uwezo mkubwa wa kusaidia mwili wako kupambana na maumivu kutoka ndani bila kuharibu ngozi na mishipa. Ukiacha tabia hii ya kujichoma na kuanza kutumia dawa zako kwa usahihi, huku ukizingatia ushauri wa wataalamu, mabadiliko makubwa yatatokea kwenye mwili wako. Ndani ya miezi 3, hatari ya mguu wako kunyauka na kukatwa inapungua kwa kiasi kikubwa. Ndani ya miezi 6, hali yako inatengemaa na mzunguko wa damu kwenye viungo vyako unaanza kuimarika upya. Baada ya mwaka mmoja, viashiria vya afya yako vinakuwa bora zaidi na maumivu yanadhibitiwa kikamilifu bila kulemaza mwili. Fikiria kwa makini kuhusu gharama za upasuaji wa kukatwa mguu. Fikiria gharama za kiti cha magurudumu, dawa ghali za kutibu vidonda vinavyooza, na mzigo mzito wa kisaikolojia na kifedha unaowawekea watoto wako. Hizi ni pesa ambazo ungesaidia nazo wajukuu wako kulipa karo za shule. Hizi ni pesa ambazo ungewaachia kama urithi wako wa thamani. Badala yake, unawaachia bili kubwa za hospitali na majonzi ya kudumu kwa sababu tu ulikataa kumeza dawa, ukachagua kujichoma na kisu cha moto. Huu ndio ukweli mchungu ambao lazima mkabiliane nao leo. Hakuna mtu atakayewajali ikiwa hamtajijali wenyewe kwanza. Mfumo wa afya umejaa mapungufu mengi. Madaktari wamezidiwa na idadi kubwa ya wagonjwa na mara nyingi hawana muda wa kuwapa ushauri wa kina wa jinsi ya kutunza afya yenu ya akili na mwili mnapokabiliana na maumivu makali ya uzeeni. Lakini hiyo kamwe sio sababu ya nyinyi kujidhuru. Maumivu mnayosikia ni ujumbe muhimu kutoka kwa mwili wenu kwamba kuna kitu kinahitaji kurekebishwa, sio adhabu inayohitaji kuteketezwa kwa moto. Neva zenu zikifa kutokana na kuchomwa, hazifufuki tena kamwe. Mishipa yenu ya damu ikiziba kwa sababu ya majeraha ya moto, damu haitafika kwenye vidole na matokeo yake ya mwisho ni kuoza kwa nyama na mifupa. Watoto wenu wanawapenda sana, wanataka kuwaona mkiwa na afya njema, mkitoka nje na kufurahia jua, mkiwa na uwezo wa kutembea wenyewe bila kutegemea msaada wa mtu mwingine. Msikubali kupoteza uhuru wenu wa kutembea kwa sababu ya imani potofu zilizopitwa na wakati. Chukua hatua sasa hivi, anza kufuatilia matibabu sahihi, linda mwili wako na uimarishe afya yako ya akili kwa kujua unafanya maamuzi sahihi. Kiungo kilicho kwenye maelezo kinakupeleka kwenye ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi.